So, hi guys, hi everybody. Hi guys. Hi everybody guys. I can look you. Tuko hapa na my friend Jacob. Jacob, salimia rafiki yetu hapa. Rafiki wetu. Marafiki zetu. Natumai mko salama kabisa kwenye mpo mnachapa kazi. Wasalimie kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu na wasalimia mjambo. Mwambie Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Na Waislamu, Waislamu wanasemaje? asalamu alaikum. Hiyo imenipita. Imekupita. So guys, tuko hapa na my friend Jacob and it's very sunny here. Very sunny as you can see. But mandhari iko sawa kabisa. You can see it's a beautiful environment. Yeah, kuna nyasi, okay, si nyasi, ka fence. Kwa fiti kabisa. This is our church by the way. Yeah, kwa jina hiyo ya church. Yeah. Very beautiful church. There you can see it. Yes. There. Hey, our church. Hapa ukuje mtembee church yetu. Very beautiful church. It's open 24/7. Hebu ambie tena. Again, I say it's open 24/7. You can 24/7. come do your prayers there, and the Lord will visit and He will answer. Nice one, nice one. So Jacob, Yes. nataka tupige story na wewe sasa. Nataka tupige story na wewe. So guys, nataka leo tupige story na Jacob, the good storyteller. Ndugu watazamaji, Yes. wapenzi, What has been your worst experience in life? Worst experience in life. worst experience, Worst experience in life. worst, Yes, worst. worst. Yes, ile mbaya yenye mpaka wale unakumbuka unasema we hii kuna mbaya. Si zimekuja mingi. Worst ni nini? Sasa sijui nitasema gani. Chega. Sema ile mbaya, ile unasikia siku hizi vijana wanasema hiyo ni mbaya. Hiyo sasa yenye ni mbaya hiyo. A worst experience ni umepanga na travel afu si imagination yenye imekugonga, yenye imekuhit wewe, like ilikuhapenia experience mbovu imekuhapenia, si ndio? Nasema sasa, unajua sasa unaipiga ni kama una imagination. mimi nilikuwa natembea sikuwa najua mambo ya maandamano ni nini. Nikajikuta katikati ya watu wa maandamano wakatupatia gas. Okay, nani walitupatia gas? Wenye wanaandamana ama askari? Askari wakatupatia gas ndani ya watu wanaandamana na mimi nilikuwa napita tu. My friend, nilishindwa kupumua, sijai pumua tiaga. Na kwani were you not aware that kulikuwa na maandamano? No. You see, you are just walking, uko kando ya barabara lakini tiaga zinakufikia. Na ulikuwa unafanya nini nje huko? Unajua kuna maandamano, ulikuwa unatoka unapitia hapo aje? Sasa unajua in this life kuna wenye wanaandamana na kuna wenye wanatafuta. So wewe ulikuwa hiyo siku ikipita ni hivyo. So ulikuwa unatafuta. Again. So I think that's worse. Ndio ilikuwa worse. Sipendi Kenya iandamane tena. So hakuna ingine experience yenye like wewe imewahi kugonga unasikia experience ndogo experience yangu. Maybe I was living in I can say I was young and stupid by then, by the way. We were living in Umoja. So we're living in Umoja. Wacha kunichekelea, karibia. Sijaanza kucheka. Endelea, unajua kidogo. Songa hapo. So, tunaishi nini? Angalia pa hivi. So tunaishi Umoja na we needed to vacate kutoka penye tunaishi kutafuta another house. So tulikuwa house hunting na my wife. So katika hii harakati ya house hunting tukapata kastika around hizo areas za Inafo. Tukapata kastika kameandikwa usijui kama umepata na road stika, tuko all over kwa mastika kwa mageti za watu, vacant call this number. So tukapata karatasi tukapiga hiyo namba.
So the guy who took our call akatuambia ni aje, ulikuwa unataka hao? Nikamwambia yeye alikuwa anataka hao. Hata nimetoka tu hapo saa hii. So wewe fanya hivi, wacha ni kutumia picha za hiyo hao vile inakaa. Uionange kabla nirudi ndio nikuje nikufungulie uone picha vile inakaa. Nikamwambia si sawa. So nikamcall tena akadelay. Unajua sasa niko anxious, usiku nataka kulipia mwezi mwingine kwa hiyo hao penye nilikuwa naishi. So akakaa nikaa na delay kidogo, nikamflash akatuma picha. Nyumba ni safi kuruka, but at this time hatu connect zile picha tumetumiwa hadi kuna parking, a big parking, but ile tumeona haina parking, zile underground parking. Hatu kufikiria hivyo. Unaona? Another thing, hao wenyewe ndani ni supu kuruka. Just beautiful. But hatujiulizi hii nyumba, are they the same thing? Akili yetu imetekwa nyara na ile story tumepatiwa. So tuko na hao wife ameipenda, mimi nimeipenda. So tunaongoja sasa tupatane na huyu kijana nimeshahau, tulipe tuingie. So kijana akatuambia hata nimeshikia kidogo, sitaweza kufika, but acha nikuconnect na Mukuru akueleze status ya hiyo hao vile iko ama kwaje. So akanipigia namba, kapiga. Like these people were just coordinated, walikuwa coordinate vipi kabisa. Kapiga namba, sasa habari yako? Nimepata namba na kijana wako akaniambia utanisaidia, nilikuwa nataka nyumba hapa moja. Uko moja? Anaongea kama mama kabisa. Akaniambia hata ni vile mimi travel nienda ushago kidogo. Sasa unless kutumia namba ya baba yake, yeye baba yake anaweza kukusaidia. Unasikia sasa ni series of kuconnectiwa hapa hivi. Connection. Nikapiga namba ya huyu mzee. Sasa nimetumia mzee, hata mpaka leo nikumbuka jina yake, alikuwa anajitanga Kiremi Mwendwa. Kiremi Mwendwa alikuwa anajitanga past Kiremi Mwendwa. Past Kiremi Mwendwa. Sasa mimi naona nimepata nafasi hapa hivi. Hii hao lazima ni ya mtumishi wa Mungu. Isipotea. So nikacall. Now unajua these people are too convincing. As I was calling, mara ya kwanza yeye pasi hakushika. Ya pili hakushika. So mara ya tatu akanipigia. Unaona wana create some series of events for you to believe them. Habari yako? Habari tu. Reverend Kiremi Mwendwa. Kwanza pokea utaka. Nilikuwa nimepata umenipigia, nilikuwa busy kidogo, mimi ni mchungaji. Nikamwambia okay. Mimi sasa ni mchungaji basi. Nimeokoka kabisa. So nikamwambia nilipatiwa namba na madam, akaniambia utanisaidia kuhusu mambo na nyumba. Akaniambia akaniuliza nyumba wapi? Akaniambia unajua niko na nyumba mingi. Nikamwambia, akaniambia niko na nyumba Dandora, niko na nyumba mingi. Ako na nyumba Buruburu. Nikamwambia niko hapo Umoja. Umoja kuna nyumba yetu iko hapo. Haya. Akaniambia unajua hizi nyumba, akanikreatia ka story katamu hapo hiyo kumwamini zaidi. Unajua hizi nyumba tulikuwa tumepatia agent. Tuko na agent wanakimbiza watu sana. Sasa tukoona tutoe agent, tuko tuna deal na customer wetu ama tenants wetu sisi wenyewe. Si mimi nimeingia box sasa, hata karibu nipige kile kitep sasa kabisa. Bado hujapata nyumba, bado ni connection tu. Sikize. Sasa ameniambia nyumba iko. Nyumba iko na wewe nasikia wewe una sound kijana mdogo. Akaniuliza umeoa? Nikamwambia nimeoa. Hata hapa unajua hapa tupangishi watu wenye hawajaoa. Tupangishi watu wenye hawajaoa hapa. Akatuambia nyumba iko na maji. Hii nyumba iko na stima. Hii nyumba iko na tokens vizuri. Na una deal na sisi. Kijana yangu ni una deal na yeye direct. Wewe nikasikia nyumba ina agent. Nikaona hii ni godsend kabisa. Akatuambia sasa unless nijue kama hii nyumba ilikuwa imelipwa, ndio usilipe alafu ilikuwa imechukuliwa. Akaniambia nipate dakika moja na kupigia. After sometimes akapiga akaniambia sasa kuna makosa kidogo imetokea.
hii nyumba ilikuwa imelipwa na rafiki ya mama. Aya. Sasa lakini unajua sisi ni wanaume na wewe ni kijana, wewe ni kama kijana yangu, lazima nikusaidie. Lazima nikusaidie. Akaniambia what you can do, wewe ule mama alikuwa amelipa 20,000. Alikuwa amelipa 10,000 ya nyumba na 10,000 ya nini? Ya deposit. Sasa wewe kitu utafanya lipa 20,000 turudishie ule mama yenye alikuwa amelipa ndio nikupatie nyumba. Yaani wewe ulipe warudishie yule mama pesa. Na ile yako amelipa. Sasa umeelewa? Mimi sioni yote nilipokuwa dragged ndio nimepatikana. Wife anajaribu kuniambia, na by the way men learn to listen to your wife. Tutaone. Sikiza. They never go wrong. Hebu learn to listen. Ukiwaambiwa na watu wachana na. Mimi sikusikiza, nisikia mchungaji. Wewe wacha. Sauti ya pasta hiyo. Mtumishi wa Mungu. So akaniambia utatuma pesa kwa hii namba. Turudishie yule mama pesa yake. Hiyo 20k. Nilikuwa na 20k actually, nilikuwa na over 20 something kwa simu. So nikachukua 20k, wife bado ananiinsister, niambia acha kutuma hiyo tu. Niambia usikii huyu ni mtumishi wa Mungu wewe. Huyu ni pastor, huyu ni reverend kwanza. Wewe. Sooner or later. M-Pesa papa Keremi Mwendwa. Dominic Keremi Mwendwa. Dominic Keremi. I think it was Dominic Keremi Mwendwa. Na wacha nikuambie, wakati unakuanga ukikuwa dragged kwa hiyo deal, hauonangi unaingiza kwa ngori. But after tu umetuma hiyo do hivi, akili narudi. Umeshapigwa, umeshafanywa ile kitu. Umeshagongwa. Sasa after tumetuma do ilikuwa 20,000. Ukatuma ikaenda tu hivyo. So after kutuma ndio nakumbuka, wait a minute, ni kama nimefanya ile kitu. Kujaribu ku reverse, unajua ni donga ngapi ilirudi? 50 bob. Kwani alitoa 50 bob? Kwani Safaricom unaniambia ule msemo ya do ame withdraw. So ile pesa imebaki kwa account yao ni ngapi? 50 bob. Safaricom wakarudisha. Sasa niko hapa kabisa, nimepatikana. Nikajaribu kupiga ule mchungaji. Napiga ya kwanza hashiki, ya pili hashiki. Nikapiga kijana. Nikamwambia ni aje napiga mzee wako hashiki, sema ananisha mtumia do, nataka kuona hiyo house hizi. Nasikia nimetuma do hata sijaona nyumba. Nimetuma picha na nikaziamini. Watu wananiambia si nilikwambia. Kijana ananiambia unajua mzae yeye ulala mchana, so anaweza kuwa amelala, subiri atachukua tu simu ama atakupigia akiamka. Na ni kweli, true to his words. Kijana after some time mzae akapiga. Akaniambia pole kijana yangu. Nilikuwa nimechekelea kidogo huko ndani, nikaacha simu ikichaji kwa siti. Sinaona tu story twingine tutaka real. Na nikaamini. Akaniambia sasa shida kidogo imetokea. Ule mama alikuwa amelipa nyumba miezi ngapi? Miezi 2 na deposit ya shilingi ngapi? 10,000. Hiyo ni ngapi? 30,000. Na sasa umetuma ngapi? Bao. Anataka uongeze tena. Si ndio? Sasa ndio akili kaniambia hata kama wewe ni stupid aje ukubali kutuma pesa nyingine. Actually hata siko na hiyo ngiri 10 ya kutuma sasa. Nikamwambia sasa kama alikuwa ametuma 30,000 sasa hiyo sasa itabaki imenirudishia pesa yangu. Itabaki imenirudishia pesa yangu, mimi sina hiyo 10 ya kuongezea. Akaniambia wacha mambo wewe, ongeza pesa. Ni nini unaogopa? Si nikwambia mimi ni mchungaji na siwezi kukujia pesa. Sasa hata nifika point anaongeza sasa dizini hata ogopi. My friend, ilifika point sasa hii itaitoa utumishi sasa imeondoka. Ameanza kuniambia kwani utafanya nini? Ndio report. Nikaanza sasa nasikianga wase fulani wanakutishia na kwambianga umekataa kunipatia pesa yangu, nenda nyumbani na nikilundi utaona. Sasa nikajaribu kumtishia hivi, namwambia wewe unijui wewe. Hiyo pesa sikuachi. Ukinirudishia hautakuwa umeambiwa na mtu. Akaniambia enda kwenye utaenda. Hata mimi ni mchawi kama wewe unaenda kuroga. Akia nani sasa nikasikia pesa imeenda. Ngiri mbao karibu 10 iende. Aminit mbao imeshaenda.
Na ni time gani hiyo? Ni time ya corona. Ni time ya COVID. Ni time ya COVID sasa yenye tulikuwa tunalalishwa kwa nyumba by 6 jioni wakati wa curfew. Na tumetuma saa ngapi? Around 5:40 hapo hivyo 6 ikielekea. So ni kutoka kwenda kuripoti. Hata kwenye tulienda kuripoti ni aka police post fulani kako hapo hivyo Umoja. Ala. Mwenye alikuwa anachukua statement karo fulani alikuwa hapo hivyo. Umoja juu umelipa 20,000 na mko unajumba. Wewe ni ng'ombe ya wapi? Hata alipoenda kuandika hiyo OB akatoka nje kwanza. Anaambia wengine hapo hivyo wenyewe unajua sasa wakati umepatikana watu wanakurukia na macho zingine za madharau hapo hivyo. My friend. So after kuripoti tukaambia tutapigiwa. Unaona vile sasa hivi tunapiga story na wewe? Hadi sasa tunaongoja kupigiwa. OB bado iko tu. Bado hata sijui kwenye iliendaga. So tulichukua hatua nikaenda mpaka Buruburu. Tukaambia turipoti hadi Buruburu kwa DCI. Hata si kwa DCI, kwa hiyo police station ya Buruburu. So tukaenda Buru. Tukapata hiyo kesi sisi wa kwanza kuibiwa pesa. We are a series of people. Unasikia sasa kuna wenye waliingia kwa trap ya kutuma hata hiyo 30 Gs. Mimi hata ni bahati sikutuma hiyo 30. Sasa wengine wametuma hata 30. Tulikuwa watu kama watatu tulikuwa na kesi the same. So kuna ule madam aliyepatiwa kesi, sitamsema jina hapa. Juu hiyo jina bado sijaisahau. Madam fulani yuko tu huko Buru. So siku ya kwanza kuenda akatuambia Jeni kesho. Leo niko na kesi fulani nina handle, tunatoka nje kidogo. So unaweza chelewa kwa Jeni kesho. Nilikuwa employed inda. So nilikuwa naenda naomba boss wangu ruhusa na tunaenda kufuatilia kesi fulani hapo na sawa. So Buru. Kwenda kufika kwa ofisi huyu madam naambiwa hayuko. Na mgoja akifika anakuja na excuse anasema aje nimelala shift siku yote. So nimechoka. Fanyani nini? Jioni kesho. That is day 2. Day 3 nikarudi huko tena asubuhi mapema. Nikampata sasa hata anakaa amebita ananiambia ni aje. Aki nimelala shift na nimechoka tu mzee. Ukamtu kesho tu. Sikuchoka nikarudi sasa siku ya 4. That is on a Thursday sasa. Thursday kufika huko akaniambia sasa nilimpata ndiye ameingia. Akaniambia hii kesi yenu kidogo ni ngumu kidogo na hawa watu tunaofuatilia lakini kuja kesho. Hiyo sasa ni wiki inaisha. Friday si kurauka huko. Nikasema actually I can remember after tumetoka kuriport na wife ya kwanza Buru. Juu ya kuchoka sasa unajua sasa nika distance kutoka Umoja kuunganisha hadi huko Buru. So tuliingianga KFC ilikuwa hapo hivyo kwanza. At least mnaingia KFC kwanza tuliendanga home tukicheka kwanza. Tukicheka sasa juu sasa it's evident tushafanya ile kitu. Pesa imeenda. Tumeholololilo. Tumeholololilo. Unasikianga hiyo? Pesa imeenda. So hivyo ndio tulipua pesa. Na hata kupigia Keremi afterwards by the way so ignorant na ni watu waogopi. Bado wanashika simu hadi yakanayo. So hiyo ilikuwa one of the ways sisi nilikuwa mgeni by then. Nilikuwa nimekawia Nairobi. Ukasalimiwa kidogo. Usiwahi sema Nairobi ati umekaa sana ati usalimiwa. Utasalimiwa hata umemaliza hata ukiwa umemaliza miaka 10 hata 20. Nairobi inakuwa na maujanja day by day. Si tofauti kabisa. So ndio hiyo ni kitu nakumbukanga na siangani ilikuwa tu yani stupid tu yani hiyo time. But ilikuwa ni lesson. Juu most of the time hata hizi inasikianga pay on delivery. Mimi siwezi ati mtu aniambie ati lipia alafu tukutumanishie. I cannot. Ile ilikuwa ni funzo. So kitu ilikuwa ni mbaya. Hiyo ni mbaya. So naona tu karatasi nasema nyinyi hizi karatasi nazijua hizi. So I have to call kama ni hauna taka lazima niingie huko mimi mwenyewe. Niende hadi kwa hiyo nyumba nione na niulize kiateka wewe ndio kiateka huko hivi na niulize jirani mwenye yako kwa the next house hapo. Juu sasa hivi utakaribishwa. Umoja na Buruburu utoto ni nini na pipeline pia. Don't know utoto stickers I think ziko all over by the way. Hata huko ziko. Hizo stickers ziko all over. Na watu wengi wanajipata victims. Na si ati hawa police stations mingi hazijui kenye kinaendelea. Wanajua you tell me how comes case inakuja kuripotiwa
na watu more than 5 with the same case na usipatikani. Tunaona kuna kitu inaendelea hapo hivyo. So hivyo ndivyo nilifanyia ile kitu, but it is what it is. It is what it is. It is what it is. What it is. We are here after, I think it was an incident that happened 5 years ago. 5 years ago. So it is what it is. Tulifanyia kitu na tukalearn. Hata hujakosa hiyo, hujakosa venye ulilalishwa ni venye maybe ukikumbuka. So ukitaka nyumba ingia kwa building umeona wameandika vacant, verify yourself. Mimi yenye nililalishwa ni watu wa job seeking. Job seekers. Zile zinaandika kwa job, wanaandika hizo vacancy, job vacancy shop. Wanasema supermarket 20k, house help sijui 18. Hata hizo zinakuwa ni mascam. Mimi nimeoshwa. Pole. Wanapiga hivi msee. Hello, nimeona hapa advert. Wanakuambia, wanakupanganisha kama kuna mlipango. Wanakupanga. Wewe kabla ufanye hivi, wewe tuma hiyo 3k. Last time nilipata. Hii kwanza hii story yangu inafaa ifikie hata Mkuru kwanza. Kianza nafaa juu story ndio isimulia. Hii yangu ilikuwa ni mbaya. Ni vile tu sidhani amepata story kama hii by the way. Hii yangu ilikuwa ni mbaya. My friend, acha nikwambie. Kwanza nakumbuka hiyo ndo ile ndio jioni, alafu jioni hakukuwa na stima. Sasa mko tu kwa giza hapo hivyo na kando lapo umeboeka kama hii inakaanga ni kama siku moja imerefuka, ni kama siku 7 zimeshikanishwa pamoja back to back hivi. Yaani nimeko siku moja ndefu. Ilikuwa mbaya. So walikuwa, lakini wewe kuibua do. Mimi sikuibiwa do. Mimi kwa mjanja. Hakuna ujanja ulikuwa nayo. Nilienda hadi site. Ulienda hadi site? Wewe sawa. Nikafika huko, naambiwa panda hii building. Unafika huko naambiwa panda hii building. Unaona kuna plan. I get that. Juzi nilikuwa naota kitu online. Haswa TikTok, nilipata hiyo page TikTok. So kuna stuff nilikuwa nataka. So is a very grown page by the way. I would suspect wako na a lot of particulars, vitu mingi sana wamepost hapo hivyo. So hiyo stuff nilikuwa nataka kwa page zingine ilikuwa inauzwa over 3500. But kwa hii page ilikuwa inauzwa 1500. Niko hapa nimeangukia, niambia wife, hii kitu bwana cheki nimeiona hapa hivi wanauza 15. Nikasema nimeangukia. Kumbe niko almost kuangukiwa. So kwa call wananiambia tuko located hapa na hapa, niko do you deliver? Sasa hiyo niko tao, akaniambia we deliver. Akaniambia but you have to pay first ndio we deliver. Ama ujilete kwa shop. Nikamwambia acha tu nijilete kwa shop. So ile shop wameandika pale kwa TikTok. Unajua kuna vile wanaandikanga location. So tukaenda mpaka hapo. Ilikuwa pale unaona kando ya kuna hii mall. Hii mall iko pale Biashara Street, inajitanga nasahau hiyo mall, Jamia Mall. Unaona kando ya Jamia Mall. Hapo karibu na Muhindi Bingu. Hapo hivyo something to do with Muhindi Bingu road hapo hivyo. Walikuwa wanasema duka iko hapo hivyo at shop F1. So, okay, si suspect lakini nikasema acha tu nijifikishe hapo hivyo. Tukafika hapo tukapata, hata tunauliza kwa maduka hapo akatuambia kulingana na ile duka imeandikwa hapa na barabara, hii barabara si hiyo. Na hii hakuna shop kama hiyo tunajua inajiita hivi. So tukaambia hii barabara Ring Road. Wakatuambia hii barabara Ring Road iko Kilimani. So nikapigia morio wangu anaitwa Eriko, yeye do delivery services hapa tao. Nikamwambia hebu fanya hivi, fika place kwa fulani na fulani uniangalie hii shop. Naye uzuri anajua hizo machumu sana. Akafika hapo. Kufika hapo akaniambia Josh, Soja ananiambia hakuna shop kama hiyo hapa. Actually hizo ni maoffices nimepata hapo hivyo. Shop Soja akaniambia vile tu umekuja rudi tu hivyo juu. Wengi wametumwa kama nyinyi hapa hivi. Sasa wewe uko sawa hamjalipa. Au walikuwa wametumwa hapo wameshalipa kwanza. Wametumwa hapo wamelipa, ndio yao imeenda. So Kanairo kama mjanja bana. Na after nimekuta huyu madam namuuliza mbona mnadanganya Wakenya, mnajaribu kujia watu. Akasema ni nini yako imeibiwa? Nikamuuliza hiyo shop yenu it's not there to be found. Hakuwa ile store. So rada sana nini Kanairo rada sana. Usikaribishwe mara ya pili, ni kubaya. Wasio wanatafuta economy ni mbaya. Wasio wanatafuta pesa na kila namna. So Jacob ninamwambia pia asipatikane. Mimi nimepatikana mara kadhaa but imenisaidia
kukuwa sharp. Although siwezi anaweza kuwa sharp kila wakati. Kuna intelligence ya wezi imepanda juu vile watu wanakuwa werevu. So isema ati mimi ni mjanja. Sema yani just take precaution. Kama ni kitu unataka enda verify wewe mwenyewe ama ukuwe na mtu anakuverifyia kabisa. So it's up guys. Thank you so much for joining us, for tuning in. Thank you. Kwa mastori zetu. Tupatane next episode ya story zetu. Sindio? Wako. See you later.